Karibu tena. Chuo Kikuu cha Moi kimekumbwa na msukosuko mwaka huu na kuwekwa kwenye darubini ya ufisadi unaodaiwa kuendelezwa na usimamizi wa chuo hicho. Migomo ya wafanyikazi kilemaza masomo katika chuo hicho, huku wahadhiri na wafanyikazi wakidai mishahara. John Wanyama anaangazia pandashuka za chuo hicho ambacho ni chimbuko la vyuo vingine 10 humu nchini. Chuo Kikuu cha Moi kilichoko katika eneo la Keses viungani mwa jiji la Eldoret kilifungua milango yake mwaka 1984 kikiwasajili wanafunzi 83 ambao walikuwa wamehamishwa kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi. Chuo hiki kikiwa cha pili cha umma nchini na cha kwanza nje ya jiji la Nairobi. Lakini miaka 40 baadaye, chuo hiki ambacho kilijivunia kupanua mipaka yake katika kaunti mbalimbali kinayumba. Sababu kuu, kulingana na usimamizi wa chuo hiki, ikiwa usajili wa wanafunzi wote waliopata zaidi ya alama ya C+ chini ya mpango wa serikali, sera iliyoathiri usajili wa wanafunzi wa kibinafsi ambao walikuwa tegemeo kuu la kifedha kwa chuo hiki. It meant 3-4 billion out of 11 new streams. So that's the rain started beating us again. You cannot pay pension, statutory remittances, staff, bank staff remittances and so on. That started accumulating year in, year out to today, where we owe pension 4.2 billion. We were not getting enough money for salaries, and we could only raise net salaries for our workers. We were getting 202 million every month up to June. Kufunguliwa kwa mabewa mengi ya chuo hicho pia kukibana rasilimali za chuo hicho. Some of the decisions that were taken then, in good faith, have lived to haunt the university. You find that Moi University could have spent about 15 billion and to raise these institutions, and obviously when they are, they come of age, they've gone without giving us anything in terms of returns. Mgogoro wa uongozi wa mwaka 2016 nao pia uliumbisha zaidi chuo cha Moi, taifa likitikizwa na mvurugano ulioongozwa na aliyekuwa gavana wa Uasin Gishu Jackson Mandago, aliyekuwa gavana wa Elgeyo Marakwet Alex Tolgos, mbunge wa Kapseret Oscar Sudi na wengineo waliowahusisha wakazi wa Keses kwenye uvamizi wa chuo hicho na kushinikiza kuondolewa kwa naibu chancellor Profesa Laban Airo ambaye alikuwa amechukua nafasi ya Profesa Richard Mibei aliyekuwa amekamilisha muda wake wa kuhudumu. Jambo hilo likionekana kuchochewa na ukabila. Profesa Isaac Sanga Kosgei aliteuliwa kuwa naibu chancellor mwaka 2018. Hakuna graduation kama hakuna vice chancellor anaitwa Kosgei, wakwende huko. Isitoshe, utumizi mbaya wa fedha ulichangia kudidimia kwa chuo cha Moi. Chuo hicho kilinunua ndege 3, 2 zilikuwa zitumike kwenye mafunzo ya taaluma ya marubani kwa wanafunzi na 1 ya kubeba abiria, lakini hadi sasa hazijawahi kutumika. Ndege hizo ziliratibiwa kugharimu shilingi milioni 500 licha ya kutolewa kama msaada. And eventually it was not viable for us, to run those aircrafts. One is at Wilson Airport, another one at the Moi Eldoret International Airport. Mistake you can make, you as an individual, is to buy it without knowing how it costs to run it. Ndege hii imekaa hapa kwa miaka na tangu inunuliwe haijawahi tumika na inaonekana kwamba hakuna matumaini ya kutumika tena. Ni wanafunzi wachache tu waliokuwa wakisomea taaluma ya urubani ambao wamefuzu, hatima ya waliosalia isijulikane. Chuo hiki pia kinaendelea kukadiria hasara ya shilingi milioni 964 baada ya kupanda matufaha kwenye ardhi ya ekari 100. Unfortunately, we were given female apples, and so the end result is that you have 100 acres of female apples. How do you plant 100 acres of apples? You never even tried to plant 1 acre. Ukosefu wa fedha umelemaza masomo chuoni humo, huku wanafunzi, wahadhiri na wafanyikazi wakijipata katika njia panda na migomo ya kila mara ikishuhudiwa.
Baadhi ya wanafunzi wa udaktari wamesoma kwa miaka 9 sasa kutokana na hali hiyo. Imagine as of now we are doing 9 years of medical school. Our course will take 6 years. But then amongst everything that's going on, the value of our time. You imagine how much can be done within 3 years of a doctor. We are your children. We didn't want to be here. I mean, we are all bright people. We deserve better. They can actually get us back to class because that's what we really want. We are actually frustrated of staying here for that long. Chuo hicho kilifungwa kwa zaidi ya miezi 3 na kufunguliwa mwezi Novemba mwaka huu baada ya serikali kutoa shilingi bilioni 8.6 na kutenga shilingi milioni 500 za kulipa mikopo, makato ya wahadhiri na huduma zingine muhimu. John Wanyama, Runinga ya Citizen, County ya Uasin Gishu.